isaa cia bilingi wa mauvo. Mukata mwendwa musaisia wa Mtongo TV sielilika mwendoni wa saa umwe wa kiokoni umuthini wa kwambĩrĩria matukuni 18 mwaini wa nyanya na mwaka ni wangilile na miongweli na itano na uoni bilingi wa mauvonye ni tawa Caroline mweni wa muteti tuambĩrĩria Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula novutheisye ateti alame ukoso tongoi wa President William Ruto aiweta kana Kenya nimeyone temaendeyo ala President wiki temivyane yekibadhukanyo wivo wa kisomo neto siake kwa tombo uningavana wa Nandi Stephen Sang olaingi uteteyo dhukumi wa President Ruto na kuweta adhukumi tevanene kwa kilungu cha miake li ami na kuliko tongo ini Mulinge Mulei nukutuelesea. Ivingo kiwanza cha utetika vinani kalame vikita cha dhini cha kufothea kanisa wa St. Peter's Catholic kisioni cha Kapsabet limbetani ya Rift Valley. Spika wa mbunge akati Moses Masika Wetangula ni waweta kosoima President William Ruto maina agenda onemwe ya kuende sendhe ya Kenya nambe aweta Kenya maende kuwa mute wa dhukumi wa President William Ruto. Wenye wanakunywa pombe na kupiga kelele hawa hawakosi kila mahali, hata kwetu wako wengi wachache unaona kwa soko. Sema hii ukiuliza wenzetu kwa nini hamtaki William Ruto aendelee, anakujibu utasema one term. Sera yenu ni nini? Kasongo. Sera yenu ni nini? Ruto must go. Those are not policies. Hiyo si sera. Hata wakati yenu unakumbuka tulipokuwa bunge kulikuwa na mzee kutoka Murang'a anaitwa Kenneth Matiba. Kila wakati alikuwa akisimama bunge anasema Moi must go, Moi must go. Siku moja unakumbuka Jaramogi alimuuliza, na wewe umekuwa unasema Moi must go, has he gone? Si bado yuko hapa. So sisi tumemwambia rais hiyo kelele ya chura isikuzuie kunywa maji kama wewe ni ng'ombe. Wewe fanya kazi yako, Wakenya wenyewe watakujudge in the best way they know. Because people can see, people can understand, people can feel kwamba you found us here, umetuleta hapa. Ulitupata hapa, umetupandisha hapa. Mbunge Julius Meli na Governor Stephen Sang maiweta kila President William Ruto ikitendhini wa miaka 3 ya utongo ikiana nyana utongo imovitu andhi ya Kenya. Maiweta ni wailwe ni mula wa kileta President. If you look at what William Ruto has done in 2 years and compare with what Uhuru Kenyatta did in 2 years in his first term, compare with what Kibaki did in his 2 years in his first term, you will have an objective and a fair conclusion that William Ruto has exceeded expectation in the term that he has worked within the last 3 years. The president deserves a second term without any much noise. Kumi bila nini? Break. Sisi hapa sila maneno tunasikia wengine wanasema siasa one term. Hiyo ni borojo yao. Sisi tunajua katiba yetu inasema rais anachaguliwa mara 2. Sinema hiyo. Senator Bungoma Wafula Wakoli aenda baya Molembe kongametina wa President William Ruto nekana kutetheka na utongo hivi ndani uketem. Nataka kumpa rais mara ya pili. Wakati wetu utakapofika 2032, mtatukuna ama mtatuambia tuende kwa ukuta? Kama mnasema ukweli sema amen. Delivotia Mtongo TV, nyeneta wa Mulei Mulinge. Chumwaki ni kimwe na muikiani simudhuku wa ndeto na savali ni tambia ya President William Ruto kuvakandaka ukava wa mbunge ayuko nania na kuithiwane kiwanza cha kuendesyo lusani kuisila wosania wa evaki kuma kwe magavana na anene kivadhukanyo silikali ni nene ila mavika mbunge ni kusungia mokulio. Ateo dhukumi uovisi wa President withitu nguo kunikili mwingi kukonia undu withitwe ailikilila ukava wa mbunge President William Ruto withitwe ayuko na kusukuma mbunge tavinya na kwisila iloviano kana kuvitukithia mitalatala sumu methoni mamwene nthi na no mwakani muvitu maleve maivaki ya President manakuniwe na kunena ni muno ivindani ya mbunge kumunguthula ulonai munini wa President Rigathi Gachagua kuma ofisini Benjamin Mwakanu kuelesya muno nthini wa liboti ya kumbia siasa.
chumwa kimetho maito me ikumbini maivenesia hivyo vya kiutongoi na mwikianisi wa Ndeto pamwe na ulei muku tuambia na kuya Homa Bay pala President William Ruto ulekile bomu methoni mayumbe na maseneta echathini cha mwaka ucha Devolution Conference. President Ruto nutulile muti mbunge ya OU aiwetani ya alusania thei na yethitwe kiwanza cha wasanywa mavaki kuma kwa thukumi masilikali ngavani kwa thukanyo pamwe na magavana no kana kwalolosya uthukumi na livoti sio ila meki ya silikali nene na ila si account kithimine. There is something going on in our legislature that we must call out. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Mr. Speaker, it cannot continue to be business as usual. It is not possible that committees of parliament demand to be bribed, demand to be paid for them to write reports or to look the other way for what is happening in either the national government or the county governments. Usuno wani wa president hata ovena makule yulua wethianua isilikali nene kwisila ofisi wa president kukonya undu wethitwe uilikilela uthukumi wiyungamie wa yumbe na maseneta na kutia enenthi na uthatu mwingi ivindani ya kuvitukithwa kwa finance bill ya mwaka wa 2024 ila yalianitwo vyu nayo ni enenthi na muno mwiko wa Gen Z mbunge ya kometo komoni umwe na president na kuvinga metho yulwa maunungu nisio ndela mokanitie na mutatala o. We are having a conversation on issues that are of the nature of our country. Today Kenyans know there is something called finance bill. No mwaka muvitu vala mokulo mana maingi kwenye undo ofisi wa president watu veye ntiani mwena yumbe wana maseneta no kana muvetanga kuma ofisi nulo na imunino wa president Rigathi Gachagua susu mwingi kukonya mamilioni mambesa kwithwa meti to miakoni ya mbunge kavindane kaise sothi nwe yumelilie. I have no personal vendetta against His Excellency Rigathi Gachagua. To our elected leaders and most of members of parliament nendo makulia medhukizi ground medhukizi mwenendi kwa sababu ila mendi mbunge nitakuwa na mena a lot of pressure kusembe issue ya kuimpeach Gachagua when we have more other pressing issues. Gachagua niwe medho maito na eba utwino gomo wako mana what is happening, what is under the bed. Yes. Na eba no kuinuka no ndwa political issues na ndio kufa dereva kufa makanga waende wote. Inge hevevi tunamokunywa maingi yulwa undo imwe ya mitatala kuma kwa silikali hivi vitukithwa mbunge ni na itina yunga mwani koti. And I've actually seen parliament itself is under state capture. Na yuchumwa niki kwi kikalo kikinene cha Devolution Conference kuya Homa Bay kuswania vala uthukumi wa silikali siya mitiyo kwa uvikito yumiaka mbewa 10 kuma silikali siya kaunti siya liko tongo ine uwenekana ho yuvyo mathina kauta mailothi nekiwa acho ni kindu kitavithika kuka kwa silikali isi akaunti ni kindu kiseo tikwithwa mauthukumi maingi ta wemi uiti kisomo na waki wa malelo kati wangi kautani maende kwa ila kuya ndwani yani meva kuvivyo na mwene mbe. Our culture is number one and look at what we are doing here. Kitui is on the other side, Makueni is up there and wonderful work. Sekeb is real. I've also seen some of the investments and some of the work that have been done, including coffee that is being produced in Machakos County. I've also seen some of the soapstone carvings that have been done as income generating activities to help improve well-being. The main purpose of devolution was creating units that would secure equitable distribution of development in the country, that every Kenyan is then guaranteed a dignified and a quality life with access to public goods such as healthcare, water, housing, food, education, and transport at the local level. Devolution has been transformative. It has fostered equity by distributing resources
fairly and addressing historical imbalances. Ingi ukunikiliwa ikumbi chumaniki wionanya ulei wende kukoma ofisini mwayumwe kuma mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua thiku ya Amerika tambukane yaki utete malemvetani kotkanyo pala withito imezuna serikali ivoko kauta. Everybody in Kenya knows there's a problem. Instead of listening to the agencies, the issues they are raising, abductions, extrajudicial killings, corruption, misappropriation of public resources, President says, no. These people have been incited by Rigiji and Uhuru. You know, the president does not know the problem in Kenya. He has given 7 reasons so far. He's a very confused person, extremely confused. William Ruto, please, can you make up your mind? What ails your country? Tungalikoni ingi vethitwe kini nikikuonekana kwa nyanya nthinu olei alama atie ilo vamusi Kalonzo Mwanduka Roa Fred Matiang'i katua ange nthinu wa kumikia serikali kithimine. We have to come to the rescue of this nation from a regime actively determined to suspend our hard-fought constitution. Excellency Kalonzo Musyoka, go here and conquer the nation. My super senator Edwin Sifuna, continue injecting with the syringe and the needle of a camel. To the President of the Republic of Kenya, you must respect the Constitution. Naona hii mtu mwingine ya kazi nini? Unafikiria hata support Kalonzo? Sasa anamwambia shares yako ni ngapi, anamwambia na ngoja. So ambieni Kalonzo, the safest place to make a difference at the moment ni kwa broad-based government. Amekuwa naambia watu, I have one conviction, ama kuna kitu moja najua, kama kuna serikali itafanyia watu wa Makueni kazi ni serikali hii yetu ya Kenya kwanza. Na Gachagua no tilile ndambuka yake ya Amerika hituna mwayumwe na yetho icio kithia vamusi wakana ukite kikungu kinene nema sindano ivela nikokanyo ngino monyuvani manini ala mokite. I am pleased to announce to the country that his plane will land at the Jomo Kenyatta International Airport on Thursday, 21st August 2025 at exactly 12 noon. Nilivoti la ikumbia siasa nilivoti ya vilingo mavo kumavamu sinilovi nito Benjamin Mwakamu. Tuilikana na livoti su enendhisioni sia Baringo ona mawidhu lulukomayo kuye matungulu ya yulu kauntini ya Masaku menondo utania itino silikali ya kaundi ya Masaku kuislamu vya wa Malelu kwambia iseso ya kuvinguanzia kana Malelu kisioni kiu mainena na Motongo TV enendhia ni maweti ya kana methi tuene vinda yumu ndhini wandambuka sio miakane mingi na vevata silikali ya kati kuende ya kukwatiania na ila ya kaundi kwa ilia milati kivadhukanio kisioni kiu Boni Mutisia ena mauvo. Nende amelezekana miaka mingi methitu thinani munene wa maundu wa mandambuka na miendele na utanu wa munene kwa serikali ya kaunti ya Masaku malilikanile na kwambia usovyo lelu kisioni ki ila kithitwa kitovike kanesa vateva ndumesela utoyuwa mbalingo utoyiwethira wetina muno ivinde nene kundu kuku itu tuyaisa lelo nende itona mama na MC ya mambo matwete yenzia twithirwe na binde nenu ndo na andu makwa kutukua na moko na imalelo kokota na ikuthuku ndo na ila kwemwa tekua ando na ituo ila metwa ila wau tikagua na itanda twete hospitali kwau tikwa seithio to ni cheni oguve kwau moyende wata mayende yo vama ikulia MC wa Kisioki na tongo yonthe kwenda na kwatenia nikana kwa ilia maundu ma maendeleo kwitha maundu taya matonyeka umilao ila vena ngwatanio na ni uteithio kwi mwene nthi kila ni ngwasia ni utani munene kuona tonie cheni ko Baringo nondu kumela ko kwa kiwali kwa ta ndemakete kana ta save iwe tiaisa kuona we to utethetwe ko na tongiye muvea kwa ngavana itu MCA wito ona ngina no regwa
ona MP witu no ende na kuka nundu be alama MP witu miwa mogiro kwa manana tiyo ngamoya munene muno byo ndo serikali ito kwa uri kwa shamande yo na kila kingi kibo mundu beto leto tweko twena madina twekali leto mashoke matuteme maitweki ya nini maitweki ya omala mwanamo uhingi maiwetakana ukwatalelo kisioni kwivingwa mondo wange mavata mevumaki utandithia kana maende yange na methiroma kwa mite miaka mingi kivo kisomo uiti kati wa mondo wange kunduko kuistima tutuanie na game park pa kutuka toka koma na mpaka na mboko unondo kuistima kutwithitwa amathina maingi muno tuyundwe soko twina skulu ibala miezi na miaka mingi muno pyo kuni tuboyo na twakiwe kilasi towe mwaki na tuyete wakiigwe no twithire twetina muno ona hospitali ndo ile kwake wa mtu na kiwanza kinene cha skulu bado romake wa turonotilwa soko tuka sabiwa hospitali atizo nano level 2 tuona bantu toka kwake wa kutuboya mama wapina maendeleo wa moyo tuete atwenda utwete maendeleo maingangi Mbaringo otonga kwa nena itutunga ngatho kwa mama wabina ituonie kindu keni itwinjira ciana ndiwa ai twikula ciyo kundi kimao indi kuiwa na twendeyu mama kaenda no twikanesa na malelo asu twisa kulanu tuna maskulu tuna kwenda yetu stima hivi tuone chenu wekio mama tawoto linkanile engi kiasi ngaya kwathime kaundi na Masako kuma Mbaringo matungula yulo nyeni toboni mutesya Tuisonga na mbele tanzemwe ya kusia siko sia kuumwa ninzoka kaundini ya Kitui yusilikali ya kaundi kuisila kwimuvia wawu itino ima wamwe ni yiki yenda wasia kusia sumu wanzoka ndeni wa masivitali miongo nana na dhandatu kaundini isu ofisa munene wawu iti John Kamba ya kananda waila kananda waisu sietwawa isione ila sina mwisho munene wanzoka Kamba inge no dudusi enende kumanda uiti kwa metokeka vindani kalama umwa ninzoka aiweta kanasi kwa ili minite kuna livoti andu ni maitetwe na kuvoa Onesimus Chalo nutombanisi mauvo. Serikali ya kaunti ya Kitui ni hatangasa muvango na walanyo wako ukitana na kuumwa ninzoka kwa kwikienda wasia kukusha somo masibitari na miongo mama na dhandatu kiwathukanyo itambia lele ingeti sionila siethitwe sikusi wasiko sia enembi kuumwa ninzoka na muno kuandikithia namba nene nyoka kutoa simu ya nyoka watu wakiumwa na simu ya nyoka tumeweka dawa hizo kwa mahospitali 86 katika kaunti yetu na tumetumia mpango hii katika kila sub county zikiwa 8 tumetafuta hospitali ile kubwa that is level 4 then health centers several na a number of dispensaries. Kwa hivyo unapata ukidivide hiyo ite 6 by 8 at least katika kila sub county tuko na at least 8 facilities siko na hiyo and snake venom. Afisa munene muvyani wa oiti na wala ungamite ndawa John Kamba na wetakana onakwithia kwina namba nene ya awo mako mwanenzoka onthene maiteto na makavoa na vaike kwa chaki wuki kusito masibitali ni Kitui. Tuliangalia zile sehemu ziko na watu wako na hiyo problem sana mahali kuna zile nyoka very poisonous so tumeweka hizo nyoka huko. Kwanza tukianza na dispensaries watu wetu wakiumwa na nyoka kitu ya kwanza ni kwenda kwa hiyo dispensary. Ukienda hapo unadungwa hiyo anti-snake. Then unapatiwa hiyo first aid. Then you are referred to a Kamba ya kule NND ilama mwana nzoka kusema masibitali ni alame wakuwe meki yetu ndawa isi ya kukusia somo nzoka balo kuwetakana ndawa isu siva na matakitali ni mayumba nite kuthinikia awau. Kitui County ndio ile county peke yake imepata madawa katika Kenya yote. Kwa hiyo ni kitu ya kujifunia sana. So within the week tumepata madawa ya kiwango cha milioni 80. Lakini ile madawa tulikuwa tumeoda kwa idara inaitwa KEMSA. Ile madawa yote tulikuwa tumeuliza hatukupata yote. Tulikuwa tumeoda madawa ya kiwango cha milioni 125. Kwa hivyo mtu akienda kwa hospitali anaweza kukosa. Bila hatukupata madawa zote. Lakini hatujasimamia hapo. Yale madawa tukupata ya around 45 million tunanunua kwa idara nyingine inaitwa Meds. Na tumeanza hiyo process ndio tulete hizo madawa ndio watu wetu wapate dawa zote. Mwaka huu ulipita
kabineti yetu ilipitisha sheria inaitwa FIF. Ile pesa tuna collect kwa hospitali yetu itabaki hapo kwa Tilifote Blinko Mobomo Tongoi TV. Neto Onesmus Chalo. Mesila inasiana ila sina mathina makele ikone cia kulwa kutoa siana ii masibitali ni kusia wa kwitene ni kana kuisiania na mathina ala mokana siana mokwitene kwenda na mutete wa kisiando ala mema mutha memwanya Martin Wambua ni kana ase yengi methitwe maivithilela siana ii na ke Collins Wasike wa ikundi jite ya kisilikali ase kana ni wevata ase bakakwatilela siana ithi. Daniel Mongele na mauvo. Martin Wambua nola ni the wasiana itatu ila sisi yetu sina mamutha memwana elesa kana kati wa mathina ala methi tumaisila ni kosa utethio kuma kwengwa na itesi ya kisilikali onumona ila sia silikali ndenda si ala mena siana sia muthembo maende na utethegwa. Changamoto iko ni hii watoto kama yule mkubwa siako more than 30 years. He's not even he's more than 30 years. Mwenyewe angekuwa anajitafutia. Sasa unaona siku hizi atafuti. Hata akienda kutafuta pale utakuta akiambiwa afanye kitu na ile watu shapu unakuta yeye anashindwa. Lakini sasa yeye mwenyewe kama ningepewa nini ya yani at least kitu ya awe ajishikiliwe kiko kitu kanaingia kwa akaunti yake kila mwezi, inaweza kuwa anajimudu kivyake. Anajua kama ni kununua shati ananunua, lakini sasa akitaka shati, akitaka kiatu, akitaka nini ndio nanunua. Na watoto 3 mimi naonanga wako na disability. Na mbele nisikuwa najua. Ilichukua muda mwingi kukuja kuangalia kama wako na disability. Nilikuwa nafikiri ni mtoto kama yule mwingine. Na ke Collins Wasike kuma kundi ni yemwe ya Recovery Mission for Life alamethite maithe cia ndutaya elezekana thina muno no wende kwikumbila andu alamekana na mumuthe mwana vandi ya Kenya ni asiai amwe kwitha maivitha cia nacio. Changamoto ambao tumeona kubwa sana kwa walemavu ni kwamba wengi wao tunadili na walemavu ambao sana sana wanaishi mashinani kule vijijini kule ndani, na tulikuja kugundua ya kwamba walemavu wengi kumbe wamefichwa katika manyumbani. Wazazi wao wanaogopa kuwatoa, wanaona kuaibika, wanaona kutukanwa, hawajakuwa civilized. Kwa hivyo tumeona ya kwamba shida kubwa sana ambao walemavu wengi ambao wanapitia mashinani wanapitia, na imeongeza pia ulemavu, kwanza ni kukosa facilities. Kuna walemavu ambao wameendelea kukua walemavu kwa sababu ya mazingira ambao wanaishi, na pia kukosa facilities kama therapy center. Unakuta ya kwamba mlemavu kutoka hakuna means of transport. Mlemavu kutoka boma moja kwenda mahali kuna center ambayo the nearest atatembea like 30 kilometers na hakuna means of transport. Kukiwa kumenyesha hakuna njia ya kupitika. Wengi wao wamefichwa manyumbani. Unakuta ya kwamba mtu anaona kutoka na mlemavu ama kumtoa wageni wakikuja anaenda mufiche kwa sababu anaona ni aibu. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuvaa kauntini ya Masako. Silikali nene ni kuikithia tuivika mwakane wa 2032 kilungu cha miongo muonza yuluwa yana cha siana ila siedhi ya nyumbani sia usovia siana ila itena misie kana children's home ni siedhi wa isi okethete misie ni kuo kana ingi kukwata misie ya kuisovia. Umbililwe ni ovisamu nene ula ungamite mivea ya kusovia siana hii kauntine ya Masako Roda mwicha kabindani kale vikite cha thini cha kutania miaka 16 ya Grace Children's Home kila kitwaibwe kisioni cha Melilu sub county ya Matongulu county ya Masako. And before 2032 we have been given a target of 70% by 2027 that all the children in institution should have been reunited with families or we have found alternative family-based care. In Machakos, we have 2,700 children in different children's homes. So by 2027, we are supposed to have transitioned 70% of those children back to their families and or in alternative family-based care.
So if Grace Children's Home has 51 children, what is the percentage by 2027? Those are the mathematics we should do. At least 35 children should have been assessed, trace their families. Those who don't have families, you look for the alternative family-based care that is suitable to the needs of those children, because we want each child to belong, each child to feel what a family means. As you were seated here, Jackson, I looked at your daughter. Wameito waimbe, lakini ya kuimba. It is to say thank you, Lord, for 16 years of faithfulness. Tupigie Yesu makofi. It hasn't been easy for the 16 years, but Lord has remained to be faithful. And the reason we have gathered here is to say thank you and to appreciate him for his faithfulness, praying that from today henceforth he is still going to be faithful with us. So as we sit, as we interact with us, kindly join us in thanking the Lord in a very special way. So the theme is just, as you can see from the banner, 16th years anniversary Thanksgiving, and we say, this is the Lord's doing. Tuisonga nambe kikundi kimwe chando la mekala na mamudha memwanya kuma kilioni mbunge cha Runyenjes kaunti ya Embu nikikuya ilovia siose utalo wangilia na jimwe na ila kikwasia tasio miwe kinandoni cho cha vengi ilovia iko na kikundi cha Jubilee Umoja Saimokovo ulama nengetwe mwaine wa katatu mwakani modelu kuma kinandoni cha uwezo nikanaki matedhese kwa mbelelia milati ya kumaete ya ilovia miasa ilovia isi umiwe vengine wa Equity uvongeni wa Runyenjes juu mwane kimwe itina wakwata cheki na kukikia vengi matuku muonza mwaini wa katatu mwakani movitu ni chakulia serikali likilele nikana makwate ilovia sio na tukapewa 1,100. Ile tuliweka tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka jana, na baada ya wiki moja tulishangaa sana kuona hiyo pesa. Watu wa ofisi ya social na pamoja na kamati watu wa kikundi wengine waliungana na wakafanya certificate nyingine na pesa yetu ikatolewa. Sisi tulipaki hapa na certificate ile ya kwanza na bando pesa imetolewa. Tulienda kwa benki tukakuta pesa yetu ilitolewa kitambo. Sasa hiyo tunaona ni shinda na ndiye tunataka serikali iingilie. Tunataka serikali waingilie kabisa. Njuu sisi hatuna furaha hata kidogo kuona pesa yetu ilitolewa na ikagawanwa kama sisi hatuko. Na sasa tuko na kesi ambayo tuliambiwa tuende hii mambo ichunguzwe na ofisi ya DCI, na tulienda huko police station Runyenjes. Kesi yetu ikaenda na ikavaliwa na pandu tulifanya statement na tuweka saini sote, na tangu siku hiyo kesi yetu hainjaenda kotini. Hiyo pesa ya uwezo tulipewa mwaka jana tarehe mwezi wa 3 tarehe 7 ndio tulipewa na Karemba pale kwa ACK pale ka Runyenjes, na tulikuwa tumefikiria kufanya biashara ya tununue nguruwe tulishe, halafu ndio tuuze tupate. Ilikuwa imewekwa kwa account ya kwa Equity Runyenjes branch. Tunashuku watu wa social na baadhi yetu wale wako kando, wale wengine ndio walitoa hiyo pesa. Tulienda tukauliza, tukaambiwa pesa ilitolewa, wakatuambia hawezi kutupa barua ile ati ilitoa. Ni saa umwe watilikanda tika miongo 3 na usuni wa muthia wa bilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Mutetinda tika mbuthu sukite ni thangi unengelelia kila kimathanguni ya The Daily Nation ne thangu ya The Standard tukathibasa.